Wabarakatuh. Mbele yangu kuna mashehe zangu, mlezi wetu ndiye kwamba anajulikana kama Sheikh Walid Samahati Sheikh Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh Salim Ndeganega, na tuna pia Samahati Sheikh Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh Abdul Ghani, pamoja na baba Samahati Sheikh Suleiman, Samahati Sheikh Hassan, Samahati Sheikh Shadir, Samahati Sheikh Abdallah, Samahati Sheikh Ilyas na Farmonde Samahati Sheikh Hussein. Kusema kweli ni fakhri kweli, yani kuwa katika jalsa hii kuna mashekhe hao wote, yani ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tumekuwa na hawa mashekhe na ni baraka zao kuwepo inshallah taala, pamoja na Maulana Sheikh Abdallah pamoja na Sheikh Ali Ramadhan. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahifadhi ya mashekhe wetu, yani hao ndio walimu wetu, hao ndio walezi wetu. Tungependa inshallah kuingia katika majlis kwa ajili ya muda, na vile tunajua kwamba leo ni siku kubwa, yani ni siku ya kumkumbuka Amirul Mu'minin alayhi afdalus salatu wassalam, ndio kama ni Imam Ali. Tunajua ni Asadullah al-Ghalib, na tunajua katika miongoni mwa hadithi ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema kwamba Uislamu imesimama na vitu vitatu, miongoni mwao ni upanga wa Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam. Kwa hivyo maqam ya Amirul Mu'minin ni kwamba ile mtume anasema kwamba ewe Ali, hajulikani munafiki au hajulikani mnafiki ile ambaye kwamba anaenda kinyume na wewe. Na katika riwaya nyingi ambaye kwamba tumepata kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hususan wakati wake wa mwisho, wakati wa uhai wake wa mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita Imam Ali akamwambia, nipe kidole chako hichi hapa, na akawa ni mwenye kukiunganisha pamoja na kidole cha Imam Ali, akamwambia ana wa anta abawa hadhihi umma, yani mimi na wewe ni baba na wazazi wa umma huu. Na tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Hizi ni hadithi ambazo kwamba zinajulikana baina ya mashia na baina ya masunni, kwa hivyo hazina tashwishi nazo. Hasa tunajua udhma, utukufu wa huyu Amirul Mu'minina ni nani katika vita vya Khandak, ambaye kwamba alimalizana na Amr ibn Abdul na vita vingine. Yani hakuna vita isipokuwa Amirul Mu'minin lazima atajwe, isipokuwa tu ni vita moja, yani ni vita ambayo kwamba Imam Ali hakwenda, ambayo kwamba ni vita vya nini, vya Tabuk. Imam Ali alibaki wapi? Madina. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yani anta bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, ambaye kwamba Imam Ali alibaki peke yake. Lakini vita vyote, hakuna vita tunavyovitaja isipokuwa Imam Ali alikuwa yupo katika vita na hakuwahi wacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyo ndio Imam Ali, ndio kwamba tunataka tuongee kuhusiana naye na fadhila zake, ambao kwamba katika vitabu viko tu wazi, yani katika vitabu kando na Qur'an, katika vitabu viko wazi. Kwa hivyo inshallah, bila kupoteza muda, tutaingia kwenye majlis ambayo kwamba inshallah taala kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa haki ya majlis hii awe ni mwenye kutupatia taufiki katika usiku huu, usiku wa Lailatul Qadri, awe ni mwenye kupatia shafaa ya Imam Ali katika usiku huu, na pia awe ni mwenye
utusaidishie mambo yetu ya kawaida inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi, Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, na akaongea kuhusiana na mwezi wa Ramadhan na thawabu zake. Akasimama Imam Ali na kumuuliza, ewe Mtume, ni amali gani bora kutenda katika mwezi huu? Akasema, ewe Abul Hasan, amali bora katika mwezi huu ni kujiepusha na aliyoharamisha Mwenyezi Mungu. Kisha kalia, kisha kasema Imam Ali, ewe Mtume, ni nini kinachokuliza? Akasema, ewe Ali, ninalia kwa yale utakayotendewa katika mwezi huu. Ni kama mimi na kuona unasali na kujitokeza muovu wa watu, ndugu yake aliyechinja ngamia wa Nabii Saleh, na kukupiga kipigo kichwani kwa upanga na kupasua kichwa chako. Akasema Imam Ali, je, hiyo ni salama ya dini yangu? Akasema Mtume, ni katika salama ya dini yako. Kisha akasema Mtume, ewe Ali, atakuwa ameniua, na atakaye kukasirisha atanikasirisha, na atakaye kutukana atanitukana mimi. Alikuwa Imam Ali siku zake za mwisho anaeleza kuhusiana na kifo chake, huku akisema, na hakika mtahiji mwaka huu swafu moja, na sababu ya hiyo sitokuwepo mimi. Basi watu wakajua Imam anajiliwaza. Siku ya 19 alikuwa Imam nyumbani mwa bintiye Kulthum. Akaletewa futari akafuturu, alikula kidogo, kisha kamhimidi Mwenyezi Mungu, akaanza kusali na kutoa dua. Akawa hivyo anarukuu na kusujudu, akimnyenyekea Mwenyezi Mungu. Alikifirisha kuingia na kutoka nyumbani, akitizama juu akisema, hakika wallah, ile siku aliyoniahidi Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Alilala kwa muda mfupi, kisha akagutuka na kuanza kufuta uso wake kwa nguo yake. Akasimama huku akisema, ewe Mola, nibariki kwa kukutana na wewe. Kisha kaswali hadi muda ukawa unaenda, akaketi kwa ajili ya dua na akapitiwa na usingizi. Akiwa ameketi
kisha kasema kuambia watoto wake, hakika nimeona ndotoni Mtume akisema, ewe Abul Hasan, hakika utafika kwetu karibuni, na hakika mimi nakutamani hadi mwisho wa riwaya. Waliposikia walilia kwa vilio, na kawapia wawe wenye kunyamaza. Anasema Ummu Kulthum, alibaki babangu usiku huo anasimama na kurukuu na kusujudu, akitoka akiingia muda baada nyingine, akiangalia mbinguni akisema, hakika sikusema uongo wala sikukadhibishwa, hakika ni usiku nilioahidiwa. Huku akirudi kwenye msala wake akisema, ewe Mola nibariki kwenye mauti, akikithirisha kauli yake akisema, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, wala hawla wala quwwata illa billah. Akasema Ummu Kulthum, nilipomuona usiku ule mwingi wa kumtaja Mwenyezi Mungu na kumsalia Mtume, nikasema, ewe baba, mbona ulali? Akasema, ewe baba, hakika baba yako ni shujaa wa mashujaa, hakuwa na wasiwasi kama alivyo nao leo. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ewe mwanangu, imekaribia muda na matumaini yamekatika. Akasema Ummu Kulthum, nikalia. Akaniuliza, baba yangu, mbona walia? Hakika sikusema ila aliyoniahidi Mtume. Alijipumzisha kisha kamka na kusema, ewe mwanangu, ikikukaribia wakati wa adhana nijulishe. Kisha karudi kwenye dua. Anasema Ummu Kulthum, ilipofika wakati wa sala nilimpelekea chombo kilichokuwa na maji, kisha nikamwamsha. Akatawadha imam na kusimama, kisha kavaa nguo yake, akafungua mlango na kutoka. Nyumbani kulikuwa na bukini zilizokuwa ni zawadi alizawadiwa ndugu yangu Imam Hussein. Alipotoka imam, zilimfuata na zikapiga kelele, na zikuwahi kabla ya hapo kufanya vile. Akasema imam, la ilaha illa Allah, mayoye yanayofuatwa na vileo, na kwingine akijaribu kutoka, mlango ulishikana na kikoi chake hadi kaanguka. Akauchukua na kufunga huku akisema, kaza mshipi yako kwa mauti, maana mauti na kukaribia. Usiogope kifo kama vile wakati ulikufanya ucheke,
ndivyo wakati unapokufanya ulie. Kisha kasema Imam, ewe Mola tubariki kwenye kifo. Kulthum akasema, nikamjia Imam Hasan nikamwelezea yalojiri. Kisha akamfata babake akamwamrisha rudi nyumbani. Aliingia Imam msikitini akaswali nafila, kisha kadhini. Haikubaki kufa nyumba ila sauti yake ilifikia. Kisha kaanza kumsabihi Mola wake akimsalia Mtume, akaanza kuamsha walolala, huku akiwaambia sala sala, Mwenyezi Mungu awarehemu. Simameni kwa ajili ya sala ya faradhi. Alibaki akiwaamsha hadi kumfikia Ibn Muljim akiwa amelala, huku ameuficha upanga wake akiwa amelala kwa uso wake. Imam akamwambia, ewe Abdurrahman, amka, simama, toka kwa kilalo chako hiko. Ni kilalo cha mashetani na kilalo cha watu wa motoni, bali lala kwa upande wako wa kulia. Hakika kulala huko ni kilalo cha wanachuoni, au lala kwa upande wako wa kushoto. Hakika kulala huko ni kilalo cha wenye hekima, au lala chali. Hakika kulala huko ni kilalo cha manabii. Kisha akasema Imam, hakika umekusudia jambo ambalo kwa hilo mbingu zinapasuka na ardhi kugawanyika, na lau kitaka nitakuonyesha yaliyoko chini ya nguo yako. Kisha kamwacha. Lahja ya mwisho, alielekea kwenye mihrab akaanza kusali. Alirefusha rukuu yake na sajida yake, ikiwa ni rakaa na sajida ya mwisho. Akasimama Ibn Muljim na kujificha kwenye moja za nguzo ambayo Imam alikuwa anasali kwayo. Yali akamchelewesha hadi akaswali raka ya kwanza na sajida ya kwanza. Akainua kichwa chake na akakusudia Ibn Muljim, kisha kisha kampiga kwenye kichwa chake, akampiga imamu wetu kwenye kichwa chake, akaipasua mara mbili. Imam
akigaragara kwenye damu yake Ali. Mwenyezi Mungu awahurumie, tunadi Ali, ya Ali, ya Ali. Akaanguka Imam akigaragara kwenye damu kwa kisema bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Kisha kapiga mayowe huku akisema nimefuzu kwa Mola wa Kaaba, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. وهذه دعاء تويتكية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Ewe Mola, kwa haki ya jina yako tutubie ya Allah, tusamehe ya Allah, tuweke karibu nawe ya Allah, tufufue na waja wako wema ya Allah, kwa haki ya mtume wako ya Allah, bihaqi Muhammadin wa ali tahirin.